Neno linalofuata ni portfolio. Portfolio ni mkusanyiko wa uwekezaji mbalimbali uliofanywa na mwekezaji. Kwa hiyo, kwa mfano labda mimi nina hisa za kampuni A, nina hisa za kampuni B, nina hisa za kampuni C. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa ule mjumuiko wa A, B na C zitakuwa zote kwa pamoja zinaitwa portfolio. Dividend. Dividend ni sehemu ya faida ya kampuni inayogawiwa kwa wanahisa. Kwa mfano, kampuni inaamua kwamba inatoa shilingi 100 kwa kila hisa moja iliyonayo mtu. Kwa hiyo kama mtu akiwa na hisa 100 kwa shilingi 100 ina maana atapata gawio ambayo ndio dividend ambayo itakuwa ni shilingi 10,000. Kwa hiyo hapa ni kwamba kampuni inavyozalisha faida haitoi yote kama dividend. Inaangalia kwamba ni kiasi gani tu kitoe kama dividend kwa watu ambao wanahisa katika kampuni yetu. Kwa hiyo kwa mfano kampuni inaweza ikapata 1,000,000 ikaamua inatoa dividend ya shilingi labda 300,000 kutoka kwenye ile 1,000,000 ili kwamba zile pesa nyingine ziendelee katika ukuaji wa kampuni. Na pia sio kila kampuni inatoa dividend. Ni mpaka kampuni inapokuwa imejiimarisha ndio inaweza ikatoa dividend kwa wanahisa. Kwa hiyo katika kuwekeza lazima pia uangalie kama kampuni unayotaka kuwekeza inatoa dividend ama haitoi dividend. Tunakutana na neno jingine linaitwa capital gain. Capital gain ni faida inayotokana na kuongezeka kwa bei ya hisa. Kwa mfano, wewe umenunua hisa za kampuni A zikiwa zinauzwa shilingi 1,000 kwa hisa moja. Alafu baada ya muda zile hisa zikapanda ikawa kwamba hisa moja ni shilingi 2,000. Kwa hiyo pale capital gain yako itakuwa ni ile shilingi ngapi? Itakuwa ni shilingi 1,000. Yaani kwamba ulianza hisa ilikuwa inauzwa shilingi 1,000 alafu kwa sasa hisa inauzwa shilingi 2,000. Kwa hiyo ile thamani sasa tunasema ni capital gain kwa sababu kama uliwekeza ina maana ule mtaji. Kwa hiyo mtaji umekuwa. Vitu viwili muhimu sana ambavyo utavipata katika soko la hisa ni pamoja na hiyo kwamba kupata gawio kama ukiwa umewekeza kwenye kampuni ambayo inatoa magawio, na pili ni hiyo kupata hiyo capital gain kama utakuwa na subra ya kuwekeza kwa muda mrefu. Kwa kuwa kinyume cha faida ni hasara, basi huku pia kwenye soko la hisa utakutana na kitu kinaitwa capital loss. Capital loss ni hasara inayotokana na kushuka kwa bei ya hisa. Kwa mfano, umenunua hisa ikiwa inauzwa shilingi 2,000. Alafu baada ya muda ile hisa ikawa imeshuka mpaka imefika shilingi 1,000. Kwa hiyo pale kunakuwa kuna hiyo capital loss. Lakini sasa ili ile capital loss iwe halisi ni mpaka pale utakapoamua kuuza hisa zako. Ndio ile hasara sasa ya kupoteza mtaji wako itakuwa imetokea. Yaani kwa mfano ulivyonunua baada ya bei kushuka ukakosa matumaini kabisa kwamba hii hisa itakuja kupanda bei tena ukaamua kuuza. Pale ndipo utakuwa umepata ile loss. Lakini kama ni kampuni ambayo bado iko vizuri, kampuni iko strong, inafanya kazi vizuri, inatengeneza faida, ukiamua kuendelea kushikilia ile hisa, ina maana baada ya muda bei zitapanda tena na ile loss itaondoka. Ina maana utapata gain. Kwa hiyo katika hisa kitu muhimu sana ni kwanza kuchagua kampuni sahihi, lakini na pia kuwa na uvumilivu, na ndio maana tunasema kwamba kwenye hisa usiweke hela ambayo ni hela ya emergency, hela ambayo utaihitaji ndani ya muda mfupi. Lazima uweke hela ambayo unaweza kuivumilia mpaka ikue. Alafu tunakutana na liquidity. Liquidity ni urahisi wa kununua au kuuza hisa za kampuni fulani. Sasa katika soko la hisa kuna kampuni ambazo hisa zake zina liquidity kubwa, kuna nyingine zina liquidity ndogo. Kuna muda unaweza ukahitaji kununua hisa za kampuni fulani, ukasubiri sokoni labda hata wiki 2 usipate ama wiki 1, lakini pia kuna hisa ambazo ukinunua inakuwa ni ngumu kuziuza, kwamba ukishazinunua kuja kuziuza inakuwa ni ngumu, ambapo inaweza katokea kwamba unataka kuuza lakini mpaka bei ikabadilika sana tofauti na pale ambapo wewe ulikuwa unataka kuuza.
Kwa hiyo hisa nzuri ni zile ambazo zinakuwa zina liquidity kubwa, yaani kwamba unaweza ukanunua kwa urahisi na unaweza ukauza kwa urahisi, japokuwa kuna muda zinatokea uncertainties, yaani kwamba yanatokea mambo ambayo hayazuiliki, hayaepukiki, yanayofanya hisa ile, yaani ununuzi na uuzaji uwe na ugumu kidogo. Market cap ambayo ni market capitalization, hii ni thamani ya hisa za kampuni kwenye soko la hisa. Yaani hapa ni kwamba zinachukuliwa hisa zote za kampuni fulani kuzidisha na bei ya hisa za hiyo kampuni. Kwa hiyo ndo unapata market cap ya hiyo kampuni. Tuangalie hapa mfano. Hapa ni kwenye website ambayo inaonyesha live market display. Na ukiangalia hii column ya mwisho kulia inakuonyesha hiyo market cap. Kwa hiyo hapa inaonyesha kampuni tofauti tofauti ambazo kuna nyingine capital zake ni ziko kwenye billions, kuna nyingine ziko kwenye trillions. Neno jingine linalotumika ni volume. Ukiangalia hii column ya pili kutoka mwisho utaona ni volume na ina namba tofauti tofauti. Hizi rows ama mistari hii ya ulalo inaonyesha ni kampuni tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna kampuni ya kwanza hapo ukiangalia volume yake ni 381, ya pili ni milioni 1,120,000. Sasa volume inakuwa inatuonyesha jumla ya hisa zilizouzwa na kununuliwa siku hiyo sokoni, yaani hisa za kampuni fulani ambazo zimeuzwa na kununuliwa katika soko la hisa kwa siku hiyo. Na hii volume inakuwa inaonekana kadri order zinavyokuwa zimekuwa processed. Kwa hiyo kadri hisa zinavyouzika na kununuliwa, ile volume inaenda inaongezeka. Na pale unaweza ukajiuliza kama ni hisa zilizouzwa peke yake au zilizonunuliwa peke yake, ila ni zilizouzwa na kununuliwa, kwa sababu katika kila mauzo lazima manunuzi pia yafanyike. Kwa hiyo ni zile order ambazo zimekamilika, kwamba kulikuwa kuna mtu kauza na kuna mtu kanunua na order ikawa fulfilled. Then tunakutana na price cap. Price cap ni kikomo cha juu cha bei ambayo hisa inaruhusiwa kupanda ndani ya siku moja. Hii inafanyika ili kuzuia bei kupanda sana ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo unakuta kwamba yani hisa labda kama hisa inauzwa shilingi 1,000, kwa hiyo siku labda inaweza ikapanda tu mpaka 1,200. Kwa sababu ingekuwa ni huru kwamba kila mtu aamue vyovyote, ina maana mtu angeweza akanunua labda hisa kwa shilingi 1,000 leo, alafu baada ya siku 5 anataka aje kuuza ile hisa kwa shilingi labda 3,000. Kwa hiyo kungetokea na nini, ingekuwa ni ukuaji wa bei sana tofauti na uhalisia. Kwa hiyo soko kama soko linakuwa lina sheria zake ambazo linajiwekea ili kuhakikisha kwamba bei zinaenda katika mfumo ambao ni mzuri na hakutokei mfumuko wa bei za hisa. Na katika soko letu wametenga mara mbili kwa kampuni ambazo market cap yake ni iko chini ya trilioni 1, hisa zake zinaweza zikakua kwa 15% kwa siku. Na kampuni ambazo market cap yake ni kubwa kwa trilioni 1, basi hisa zake zina uwezo wa kukua kwa 5% kwa siku. Alafu kuna price flow. Price flow ina maana hii ni kinyume cha ile price cap. Hii ni kikomo cha chini cha bei kushuka. Kwa hiyo kama hisa inauzwa shilingi 2,000, labda itashuka labda kwa shilingi 200 kwa siku. Sasa hapo inabidi kupiga zile hesabu hizo sehemu zilizowekwa. Lakini hisa haiwezi ikawa labda ndani ya siku moja kwamba ikawa shilingi 2,000 alafu ikashuka mpaka kufika 1,500. Haiwezekani. Lazima ishuke taratibu. Kuna panic selling. Panic selling ni kuuza hisa kwa haraka kutokana na hofu ya kupoteza. Kwa hiyo hii mara nyingi inatokea kwamba kuna labda watu wamesikia taarifa fulani au tu ni kitu kidogo kimetokea kwamba bei ya hisa imeanza kushuka. Kwa hiyo labda unakuta kuna watu wanaona hisa kwanza shilingi 3,000, alafu anaona inaanza kushuka inafika 2,900, inashuka inafika 2,880. Kwa hiyo baadhi ya watu wana panic, wanaona kwamba wanaenda kupoteza hela zao, wanaanza kuuza bila mpangilio. Sasa panic selling inapotokea
ndo bei ya hisa inazidi kushuka, kwa sababu kila mtu anakuwa anakimbizana kuuza. Na watu wanavyokuwa wanauza wengi sokoni, wanakuwaga wanashusha bei, yani kwamba kama huyu anauza 2880, huyu anaamua aweke 2870 ili kwamba yeye auze haraka. Kwa hiyo huyu anavyoweka vile, na mtu mwingine naye akija anazidi kushusha chini. Kwa hiyo panic selling inapotokea, ndivyo bei ya hisa inavyozidi kushuka kwa haraka zaidi. Halafu kuna panic buying. Panic buying ni kununua hisa kwa haraka kwa hofu ya kukosa faida. Hapa ni ile mtu unaona kwamba hisa fulani inaanza kupanda bei, unakimbizana kununua, yani bila kujalisha kwamba hii kampuni sijui iko vizuri ama ni kitu gani. Mtu unaamua tu kununua kwa sababu umeona inapanda, sasa unaona ununue mapema ili wewe pia upate faida. Kwa hiyo hii hali huwa inapelekea hisa kupanda, yani inapanda sana kiasi kwamba gharama ya hiyo hisa inakuwa ni kubwa, kwa sababu kuna wanunuzi wengi alafu wauzaji ni wachache. Kwa hiyo hali inapelekea bei ya hisa kupanda. Alafu kuna tika. Tika ni kifupi cha jina la kampuni kinachotumika kuitambua katika soko la hisa. Yani kuna ile kwamba unakuta kampuni na jina refu, kwa hiyo inapewa kifupisho ambacho ndo kitakuwa kinatumika hapa. Tuangalie mfano. Hapo utaona pale juu kampuni ya kwanza ni TPCC, lakini hiyo ni kifupi cha kampuni ya Twiga Cement. Na hapo kuna Swiss ambayo ni Swissport, Mkoba. Kwa hiyo kuna mengine unakuta ni kifupi kabisa, lazima ufuatilie ili kujua kwamba hii ni kampuni gani. Alafu kuna neno linaitwa tick size. Tick size ni kiasi kidogo kabisa ambacho bei ya hisa inaweza kupanda au kushuka kwa hatua moja. Sasa hapa kuna kwa sheria ya soko letu ni kwamba kuna tick size za aina mbili, kuna 5 na 10. 5 ni kwa zile kampuni ambazo hisa yake inauzwa chini ya shilingi 1000. Kwa hiyo kwa mfano kama kampuni ile hisa yake inauzwa shilingi 200, hatua ya kwanza ambayo inaweza ikapanda ni kwenda 205. 205, kwa hiyo inakuwa inapanda kwa 5, labda 205, 210, 215. Lakini kwa kampuni ambazo hisa zake zinauzwa kuanzia shilingi 1000, zenyewe zinapanda kwa 10. Kwa hiyo labda 1010, 1020, 1030. Kwa hiyo katika soko letu kwa kampuni ambazo hisa zake ziko juu ya shilingi 1000, huwezi kukuta hisa inauzwa shilingi 1225. Ila utakuta inauzwa labda 1210 au 1200 labda 30, hivyo yani inakuwa inaenda kwa 1010. Kama hujaanza uwekezaji, jiandae na uwekezaji. Baki na mimi, tutaendelea kujifunza vitu vingine kadha wa kadha.